Bana, tunaendelea pale tulipoishia jana. Leo tena tumekuja na simulizi nyingine. Ikiwa leo hii ni Ijumaa na yazidi kuingiza weekend. Sasa simulizi yetu ya leo ni kwamba kulikuwa kuna kijana mmoja alikuwa anaitwa Emmanuel Jona. Huyu kijana alikuwa yupo kwenye harakati za kupambania maisha. Akapambana, lakini mambo yakawa yanakwenda ndivyo sivyo. Ikafika wakati akakata tamaa kabisa, akawa anatafuta namna sasa, yani akawa kwenye maisha amekata tamaa kabisa, yani hana mpango wote wa maisha. Sasa mzee mmoja bwana akamuita bwana Ima, akamwambia bwana njoo. Alipoenda akamwambia mbona naona umekata tamaa? Akamwambia kwamba mzee wangu, maisha ni magumu sana. Akamwambia sawa, hakuna shida. Akasema kwamba kuna sehemu moja kuna vyungu, kuna chungu nitakupatia. Hicho chungu nikupatia kitakupa wewe mafanikio unayohitaji. Kama nataka pesa nitakupatia, kama chakula utapewa. Umeona? Ima akasema sawa, lakini yule mzee akamwambia kwamba hivyo vyungu hivyo vya aina mbili. Kuna vyungu vya aina ya kwanza ambavyo vitakuwa vinakupa mafanikio kama unahitaji, lakini pia naweza ukakaa na mimi nikufundishe namna ya kutengeneza hivi vyungu, ili hata ukitoka hapo kwenda huko ukawa mwenye ni mtengenezaji wa hivyo vyungu. Bwana Ima kwa sababu alikuwa na haraka na njaa mafanikio, akasema tu nipe tu hicho chochote kutengeneza, nipatie tu hicho ya kutengeneza, usinifundishe. Basi sawa, mzee wa watu akampatia chungu. Ima akaondoka. Mwana bwana alivyoondoka, kwa sababu alikataa asifundishe namna ya kutengeneza, akaenda kweli chungu akapewa. Alikokuwepo nyumbani akawa anaenjoy sana, akitaka pesa akawa anapewa, chakula akawa anapewa kama hivyo. Siku moja bwana Ima kile chungu akipoteza, na kwa muda huo yule mzee walikuwa ameshakata mawasiliano kabisa. Kwa hiyo Ima akarudi kwenye hali ya mwanzo ile ya kutaabika, ya umaskini, akarejelea kabisa mwanzoni kabisa. Sasa hadithi inatufundisha nini? Bwana Ima kama angekubali afundishwe kutengeneza vyungu, maana hii leo asingekuwa kwenye ile hali ya utumwa na umaskini. Kwa hiyo kwenye maisha inabidi usifundishwe kula nyama, jitahidi sana ufundishwe kuwinda, kwa sababu ipo siku mtu ambaye anakupa hiyo nyama anaweza akapotea, akafariki. Kwa hiyo inabidi jitahidi ufundishwe kuwinda, ili hata kama aliyekufundisha kuwinda akafariki, labda akapotea, wewe mwenyewe pia unakuwa na uwezo. Lakini pia mafanikio ya kweli ni mafanikio ambayo yanatumia muda sana. Usitake sana mafanikio ya partial, yale ya juu. Jitahidi sana kuwa na mafanikio ama kutengeneza mafanikio ya muda mrefu. Kwa hiyo ukitazama watu wengi sasa wanatumia muda mchache sana kutengeneza mafanikio, ndio maana wanakaa kidogo umeshapotea kwenye chaki. Kwa hiyo tunataka kujifunza kupambania mafanikio yetu.